Naitwa Irena Materu, ni afisa maendeleo ya jamii, natokea mkoa wa Arusha, lakini zaidi sana ninaratibu masuala mazima ya shughuli za kuadhimisha siku ya mtoto wa Afrika. Shukuru kwa kunipatia nafasi hii ya kuweza kupata mambo mbalimbali kuhusu siku ya mtoto wa Afrika. Haya, sasa labda kwa kuanza kabisa utuambie kuhusiana na siku hii ya mtoto wa Afrika. Tunafahamu ni maadhimisho ya mtoto wa Afrika kila tarehe 16 mwezi Juni kila mwaka. Tuambie siku hii imekuja kujaje, ni siku ambayo iliweza fikaje mpaka tukaanza kuiadhimisha hasa kwa umuhimu wake. Siku ya Afrika ni siku ya mtoto wa Afrika ni siku ambayo nchi za Umoja wa Afrika zilikubaliana kuweza kukumbuka juhudi za watoto ambao walikuwa wakidai haki za msingi za watoto huko South Africa, Soweto. Na watoto hawa baada ya kuwa wamedai kipindi kile cha utawala wa kikaburu, watoto 2,000 waliuawa. Na baada ya hapo Umoja wa Afrika uliamua kwamba siku hii itakuwa ikikumbukwa ikiwa ni kuwaenzi watoto wale, lakini ni kukumbuka haki za watoto. Tunafahamu kila maadhimisho yanakwenda na kauli mbiu. Tunafahamu kila maadhimisho huwa yanakwenda na kauli mbiu. Kauli mbiu ya maadhimisho ya mtoto wa Afrika kwa mwaka huu 2025 ni ipi? Inasemaje? Lakini pia tujuze kauli hiyo inamaanisha nini kwa kuidadavua kwa uzuri kabisa ili tuweze kufahamu sote na kuiishi hiyo kauli mbiu. Kauli mbiu ya maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika kwa mwaka huu 2025 ni haki za mtoto, tulipotoka, tulipo na tuendapo. Kauli mbiu hii inatutaka kutafakari upatikanaji wa haki za mtoto tangu zilipoainishwa na sera ya maendeleo ya mtoto ya mwaka 2008. Aidha, maadhimisho yanalenga kuwaelimisha na kuwakumbusha wazazi au walezi na watoa huduma wote katika kutekeleza haki 5 za msingi za mtoto ambazo ni haki ya kuishi kwa mtoto bila kukatisha uhai wake, haki ya kuendelezwa ambayo hii tunamaanisha kuendelezwa kielimu, kiutamaduni, kivipaji na kadhalika. Lakini pia haki ya kulindwa dhidi ya ukatili wa aina yoyote. Pia vile vile haki ya kushiriki. Hii kwenye haki ya kushiriki ina maana mtoto ana haki ya kutoa maoni katika masuala yanayomhusu mtoto, kuanzia kwenye ngazi ya familia mpaka kwenye ngazi ya jamii. Lakini ile ya 5 ni haki ya kutokubaguliwa, kwamba mtoto ana haki ya kutokubaguliwa kutokana na hali yake, kwamba labda ni ana ulemavu au labda ni aina gani, mtoto ana haki ya kutokubaguliwa. Kwa hiyo hii ndiyo dhana zima ambayo kauli mbiu ya mwaka huu imebeba. Na vile vile maadhimisho haya yanatoa fursa kwa nchi wanachama wa Umoja wa Afrika kujitathmini kwa kubainisha mafanikio na changamoto katika utoaji wa haki za mtoto kuanzia ngazi ya familia, jamii na taifa kwa ujumla. Katika maadhimisho ya siku hii ya mtoto wa Afrika, wazazi, jamii kwa ujumla, lakini hasa kwa wazazi na walezi, wanapaswa kufanya nini, kuzingatia nini hasa katika maadhimisho haya ili katika kuifurahia siku hii na kumfanya mtoto ajihisi ni mwenye haki, lakini pia ajihisi hii ni siku yake. Na hasa tunavyofahamu watoto sasa hivi wako likizo, wazazi wanapaswa kuzingatia vitu gani? Jambo la kwanza, kumtimizia mtoto mahitaji yake ya msingi, yakijumuisha chakula chenye lishe, huduma za afya, elimu, mavazi na malazi. Mtoto aliyepatiwa mahitaji yake ya msingi sio rahisi kushawishika kujiingiza kwenye tabia hatarishi. Jambo la pili, mtoto alindwe dhidi ya vitendo vya ukatili, ikiwa pamoja na vipigo vilivyopitiliza, kuchomwa moto, kulogwa na vitu vyenye kuchomwa na vitu vyenye ncha kali. It means vile vitu vyovyote ambavyo vinaweza vikamdhuru mtoto. Vitendo vya ubakaji na ulawiti sio tu vina udhuru mwili wa mtoto, lakini pia
vinadhuru akili au saikolojia ya mtoto, ambayo huchochea sonona na hatimaye msongo wa mawazo, ambavyo vimesababisha baadhi ya watoto kujiingiza katika matendo ya maisha ya kinyume cha maadili ya Kitanzania. Hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu, wazazi au jamii tunapaswa kufanya nini? Ni mawasiliano yaimarishwe kati ya mtoto, mzazi au mlezi. Mazungumzo na mtoto kwa upendo yanaimarisha usikivu na muunganiko kwa mtoto na mzazi au mlezi. Mtoto aliyejenga urafiki kipindi cha utoto, muunganiko huu utadumu maisha yake yote kabisa. Lakini jambo la tatu, jamii tufanye nini? Wazazi tufanye nini? Jambo la nne ni kuhakikisha ya kwamba tunamjengea mtoto uwezo ili aweze kuwa na ujasiri. Mpe mtoto maneno ya kumjenga, mpe mtoto maneno ya kumtia moyo kwamba mwanangu wewe unaweza, mwanangu wewe una akili, mwanangu wewe unaweza ukafika mbali, ili tusikatishe ndoto za mtoto. Jambo lingine la muhimu la kuzingatia kama jamii, tukichukua viongozi wa dini washiriki kikamilifu katika kuelimisha watoto, vijana na jamii kwa ujumla umuhimu wa maadili mema katika jamii. Tunajua mtoto yote mwenye hofu ya Mungu, kuna vitu vingi ambavyo hatofanya au hatoweza kufanya, hivyo vitamjenga mtoto huyu aweze kuja kuwa mtu mwema au kiongozi bora. Jambo lingine la msingi ni wazazi au walezi kuhakikisha kwamba matumizi ya vifaa vya kielektroniki kama simu, kompyuta na vitu vinavyofanana na hivyo, au hata zile smartwatch kama au TV vinadhibitiwa kwa kuwa na usimamizi wa karibu kati ya mzazi na mtoto. Pia kudhibiti matumizi yaliyopitiliza kwenye vifaa hivi, kwani yanaweza kusababisha uraibu kwa mtoto au addiction kwa watoto, kwa kutowaacha watoto kutumia muda mrefu kwenye mitandao ya kijamii, kwa kutowaacha watoto kutumia muda mrefu kwenye mitandao ya kijamii, bali wawape muda maalum wa kutumia mitandao hiyo, ili muda mwingi watumie kujisomea na kusaidia kazi za nyumbani. Tunakuta kuna mtoto anatumia simu tokea asubuhi mpaka asubuhi, au yuko kwenye TV na vile programu anazoangalia, unakuta hata mzazi ajui mtoto wake anaangalia nini. Kwenye kuadhimisha siku ya mtoto wa Afrika, tuhakikishe kwamba sisi kama wazazi tunahakikisha tunakumbushwa kudhibiti watoto pale wanapotumia vifaa hivi vya kielektroniki, kuwa kuna uangalizi kulingana na umri. Lakini pia umwambie mtoto anaweza akawa na muda fulani kwenye vifaa hivi na muda mwingine akaweza kutumia katika shughuli mbalimbali za kijamii. Jambo lingine la msingi la kukumbuka tunapoadhimisha siku ya mtoto wa Afrika ni wazazi au walezi kuhakikisha ya kwamba wanatoa adhabu za kiasi na stahimivu kwa watoto ili zisilete madhara kwa watoto. Lakini la mwisho, wazazi na walezi kuwaruhusu watoto kushiriki kwenye masuala yanayohusu watoto kwa umri wao, ikiwemo kwenye majukwaa mbalimbali kama vile mabaraza ya watoto, madawati ya ulinzi wa mtoto ndani na nje ya shule na mambo mengine kama hayo, ili kumjenga mtoto na kumsaidia kuweza kuwa raia mwema wa baadaye. Kwenye kumaliza tu, labda utujuze kwa hapa mkoani Arusha siku hii inaadhimishwa vipi, ama katika maeneo ya Arusha tunaadhimisha vipi siku hii ya mtoto wa Afrika? Kwa mwaka huu 2025 katika mkoa wetu wa Arusha, maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika yanaadhimishwa kwenye kila ngazi ya halmashauri. Na maadhimisho haya yanafanyika kwa kutoa elimu mbalimbali kwa jamii, lakini kukutanisha jamii kwenye maeneo yao na kuweza kuendelea kutoa elimu, kukutanisha wanafunzi na kuweza kuwakumbusha kama watoto kuhusu masuala ya haki zao, lakini na wajibu wa mtoto, kwa sababu haki inaenda na wajibu. Kwa hiyo kwa mkoa wetu tutakuta kila halmashauri kuna elimu zinazoendelea, lakini maadhimisho haya
katika ngazi mbalimbali, kuanzia ngazi za kata, ngazi ya wilaya. Nikumbushe kauli mbiu ya mwaka huo wa mwaka 2025 ni haki za mtoto, tulipotoka, tulipo na tuendako.